Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ya Mungu nyingine tena ambayo imeenda kutuwezesha siku ya leo kwenda kukutana. Natamani siku ya leo Mungu akaseme na sisi juu ya neno lake ambalo tena kutuinua na kutuganga mioyo yetu ilipokuwa imeanguka. Tutaenda kusoma kitabu cha Nyakati wa Pili, lakini kabla tujaingia naomba tuombe. Mtakatifu Baba, tuguse, katuhudumie, tutie nguvu katika neno lako tukakuone wewe Jehova niishi. Yule mwovu ibilisi ambaye tunakusimama na kwenda kulingole neno lako mwe tena kukaa katika mioyo yetu, hana nafasi katika jina la Yesu Kristo. Sema nasi kwa majira haya uliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ni mara ngapi ambapo ndugu yangu umekutana na changamoto na magumu ya maisha? Ni mara ngapi ambapo umekutana na vizuizi katika kufikia mafanikio yako? Ni mara ngapi umekutana na ugumu ambao ukakufanya uone ya kwamba hauoni mlango wa kutokea? Ni mara ngapi umekutana na udhaifu ambao ukakufanya uone ya kwamba umebaki peke yako? Ni mara ngapi ambapo umeona ya kwamba wenye mamlaka na wenye nguvu kukuliko wewe wanasimama na kukushusha chini? Ni mara ngapi umepitia hali ambayo inakufanya uone ukiwa na kupungukiwa ndani yako? Lakini leo kuna ujumbe ambao Mungu anataka kuambie. Kuna ujumbe ambao Mungu anataka kukumbusha ya kwamba alikuumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha sana. Alikuchagua na amekuweka kuwa mteule wake. Alikuchagua na kukuweka ya kwamba wewe unafanya kustahimili kuwepo hadi wakati wa leo. Unaposoma katika Mambo ya Nyakati ambao ni kitabu cha pili, Nyakati wa Pili, unakutana na mfalme Hezekia. Mfalme Hezekia alikuwa ni mfalme wa Yuda. Lakini kipindi cha utawala wake tunaona anapitia changamoto ambapo mfalme Senakeribu anasimama na kutaka kukamata Yuda na kukamata miji kadhaa ya Yuda akiamini ya kwamba anaweza. Ni kipindi ambacho kilimfanya mfalme wa Yuda, mfalme Hezekia aone ya kwamba nitawezaje kutoboa katika hii hali? Nitawezaje kumshinda huyu mwenye mamlaka? Ndivyo ilivyo hata tunapopitia katika maisha yetu. Tunapoona kwamba kuna wingu la magonjwa linasogea katika maisha yetu, kuna wingu la kushindwa katika hali na kazi fulani tulizonazo, tunasema tutawezaje? Senakeribu mfalme wa Ashuru aliazimia kuichukua Yuda kutokana na hali na nguvu aliyokuwa nayo kwa kipindi hicho. Aliona ya kwamba anaweza kuichukua na kuitawala. Tunaposoma katika Nyakati wa Pili mlango wa 32, Hezekia baada ya kuona ya kwamba huyu mtu mwenye nguvu amekuja kwa ajili ya kuchukua Yuda, amekuja kwa ajili ya kutawala katika miji yangu ya Yuda, akaita watumishi wake. Tusome Nyakati wa Pili 32. Naomba tuanze ule mlango wa 2 mpaka wa 5. Basi Hezekia alipoona ya kuwa Senakeribu amekuja na kuazimia kupigana na Yerusalemu, akafanya shauri na wakuu wake na wakuu wa majeshi yake kuzuia maji ya chemchemi zilizokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia. Wakakusanyika watu wengi wakazizuia chemchemi zote na kijito kilichopita kati ya nchi, wakisema, kwa nini wakifika wafalme wa Ashuru waone maji mengi? Hezekia akapiga moyo konde, akaujenga ukuta wote uliobomoka, akauinua sawa na minara na ukuta wa pili nje, akaongeza nguvu ya Milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele. Hezekia baada ya kuona ya kwamba kuna kitisho kimekuja kutoka kwa Senakeribu mfalme wa Ashuru, akadhamiria ya kwamba atafanyaje, akaenda kuzuia maji ili hao watu wakija wasipate maji. Akaona atafanyaje, akaenda kujenga ukuta na akaongeza tena ukuta wa pili mahali ambapo kwa pamebomoka. Hii yote anatafuta namna ya kumshinda, namna ya kwenda kudefeat lile shambulizi ambalo linakuja kutoka kwa Senakeribu. Akaona bado, akaita majeshi yake, akaandaa silaha za kutosha ili tu ajiandae kwa ajili ya vita dhidi ya Senakeribu. Sikiliza, ndivyo ilivyo hata sisi. Kuna wakati tunapitia magumu na changamoto, kuna wakati tunakutana na hali ambazo zinatufanya turudi, tukae, tutumie akili zetu namna gani ya kupambana, namna gani ya kushindana na huo ugumu. Hezekia alijitahidi sana, alijiandaa sana. Kama ambavyo wewe ukutana na changamoto,
Unakuwa wa kuzunguka huku na huku unatafuta utatuzi wa changamoto zako. Unakuwa wa kupita huku na huku ili tu utafute suluhisho la changamoto ulio nayo. Akili zetu na fahamu zetu huwa zinafika mwisho. Akili zetu na uwezo wetu kuna wakati huwa zinakwama. Lakini kuna sauti ya Mungu ambayo inataka izungumze na wewe siku ya leo. Kuna sauti ya Mungu ambayo inataka ikukumbushe kwamba mwanangu, kama umeshindwa katika masomo, unaona kufeli, akili yako haitaweza, fahamu zako hazitaweza. Lakini unaporudi na kuzungumza na Mungu, Mungu anaachilia uweza na nguvu ndani yako kuwezesha pale unapoenda kushindwa. Hezekia alifanya namna zote ili kuzuia kutofanikiwa kwa mipango ya Senakeribu. Alizuia maji katika mito. Alijenga kuta ili tu asifanikishe. Lakini kuna wakati mfalme Hezekia akafikiria, akasema kwa fahamu zangu na akili zangu sitaweza. Tunaposoma mlango wa 6, mstari wa 6, Nyakati wa Pili 32:6, anasemaje? Akawaambia makamanda wa vita juu ya watu, wakakusanya kwake wandani. Tarudia, akaweka makamanda wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake wandani penye lango la mji, akawatia moyo akisema, iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye, kutusaidia na kutupigania mapigo yetu, kutupigania mapigano yetu. Sikia maneno ya ujasiri. Sikia maneno ya ujasiri kutoka kwa Hezekia akiwaambia vijana wake, iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Usiogope magonjwa ulionayo. Usiogope umasikini ulio nao. Usiogope vitisho ulivyo navyo unavyovipitia. Usiogope hali ya hewa inakutishia kwamba utalala njaa. Usiogope uchumi wa nchi kuporomoka, kwa maana zile nguvu ambazo zinatutisha mbele kule ni ndogo kuliko ile nguvu ya ukuu iliyo upande wetu. Siku kijua ni aina gani ya nguvu iliyo upande wako, kwa wewe ambaye unaamini katika Mungu na kuamini katika Kristo, hautalia tena. Hautakuwa mtu wa kunungunika, kwa maana unaamini ya kwamba wao ni majeshi ambayo yako kule, lakini majeshi yaliyo upande wetu ni mengi. Kwake upo mkono wa mwili. Kwa Senakeribu kuna nguvu za kimwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Listen. Wewe ni nuru. Wewe ni kielelezo. Na watu wanapokutazama wanakusoma na jinsi unavyoshindana au jinsi ambavyo una maintain nguvu yako kwenye majaribu, ujue ni kielelezo tosha kwa wale ambao wako nyuma yako. Kama baba kwenye familia, kama mama kwenye familia, ule ujasiri unaoonyesha kwa watoto wako kipindi cha magumu, ile nguvu unayoonyesha ya kwamba Mungu yupo kipindi cha mateso, ndipo ambapo unajenga nguvu ndani ya wale wanaokutazama. Kuna watu wanakuangalia leo jinsi ambavyo unapambana na ugumu na changamoto, jinsi ambavyo unakuwa imara, hauendeshwi na ugumu unaokutana nao, ile unasimama imara kwenye imani yako, unawainua, unawapandisha juu. Nchi ilisimama na kuamini maneno anayozungumza Hezekia ya kwamba acha waje, lakini we have God. Tuna Mungu ndani yetu, tuna Mungu upande wetu ambaye ni Mungu mkuu na utisho wake ni mkubwa. Wakati wa changamoto ni wakati wa kumuita Mungu.
Wakati wa changamoto sio wakati wa kurudi nyuma na kusema Mungu ameniacha. Sio wakati wa kulia na kuona nimeachwa mwenyewe jangwani. Sio wakati wa kulalamika kila mtu ajue ya kwamba upo kwenye wakati mgumu. Ila ni wakati wa kusimama na kusema Mungu kadhirishe nguvu yako wakati huu. Wa kusema Mungu kadhirishe uweza wako wakati huu. Wa kusema Mungu kadhirishe uwepo wako kwenye maisha yetu kwa wakati huu. Ili hata wale mataifa wasioamini katika nguvu zako, wakiniona ninavyoshinda huu ugumu, wakiona ninavyotembea katika haya mapito, wakusifu na kukuabudu wewe Mungu. Vitisho vinavyoibuka wakati wa majaribu vinalenga kushusha imani yetu. Vitisho vinavyoibuka kipindi cha magonjwa vinalenga kuporomosha nafasi yetu kwa Mungu. Vinalenga kutuondoa kwenye ile imani yetu thabiti mbele za Mungu. Ni wakati tunahitaji kusikia sauti ya Mungu. Ni wakati tunahitaji tusikie Mungu anasemaje. Naomba Nyakati wa Pili 32 twende katika mstari wa 9. Mstari wa 9. Na baada ya hayo Senakeribu mfalme wa Ashuru akatuma watumishi wake waende Yerusalemu. Naye alikuwapo mbele ya Lakishi na uwezo wake wote pamoja naye, kwa Hezekia mfalme wa Yuda na kwa Yuda wote waliokuwako Yerusalemu, kusema, sikia maneno ambayo yanatamkwa ili kushusha imani ya watu wa Yuda. Yanatamka ili kushusha ile imani uliyokuwa unaijenga kwa Mungu. Ni wakati mchache sana toka umeamini katika Kristo, lakini umegundua kwamba changamoto zinaongezeka juu ya maisha yako. Ni wakati mchache sana toka umekubali kumfuata Mungu. Ni wakati mfupi sana toka umeamini na kuacha tabia zote ambazo zilikuwa mbaya. Umeamua kuacha ulevi, umeamua kuacha uzinzi, umeamua kuacha zinaa. Tabia zote za ajabu umekiri kwamba sitazifanya, lakini ndicho kipindi ambapo ulitarajia kuona nguvu ya Mungu na uioni. Ulitarajia kwamba kwa sababu nimekubali na kubatizwa, nimekubali kuingia katika kanisa la Mungu, basi mimi maisha yangu yatakuwa imara mbele zake. Lakini ndio wakati ambapo kazini unaona dalili ya kufukuzwa. Ndio wakati ambao umekuwa mtu wa kuongozana sana hospitalini, familia yako magonjwa yamezidi. Ndio wakati ambao biashara zako haziendi. Hizo ni sauti za vitisho. Ni sauti za kukurudisha nyuma kwenye ile imani uliyokuwa umeanza kuijenga. Ni sauti ambazo zimelenga kukushusha ili usisogee. Sikia huyu anatoa sauti kwa ajili ya kutisha. Senakeribu mfalme wa Ashuru asema hivi, mwatumainia nini hata mkae mkihusuriwa katika Yerusalemu? Watakuja watakwambia, wewe dada, unaamini ya kwamba utafanikiwa kumaliza masomo yako ikiwa familia yako ndio ile ambayo inashindwa kukupatia mahitaji yote, wakati sisi wenzako tumekubali kujitoa, tumekubali kutafuta pesa, tumekubali kujiuza, tumekubali kuingia kwenye mapenzi yasiyokuwa yatoka katika ndani ya mioyo yetu ili tupate pesa. Unahisi kupungukiwa. Unaambiwa unajiamini nini? Si Hezekia anayewashawishi mtolewe kufa kwa njaa na kwa kiu, akisema Bwana Mungu wetu atatuokoa na mkono wa mfalme Ashuru. Kuna watu mpaka leo imani zetu zimeyumba kwa sababu jamii inayotuzunguka inatuuliza, unajiaminisha nini katika hiyo imani ulionayo? Unajiaminisha nini katika huo Kristo ulionao?
Usisikie maneno yako, sikia sauti ya Mungu. Ni yupi miongoni mwa miungu ya mataifa, wale walioharibiwa kabisa na baba zangu, aliyeweza kuwaokoa watu wake na mkono wangu? Ndipo Mungu wenu aweze kuwaokoa ninyi na mkono wangu. Senakeribu alikuwa na ujasiri, maana ameweza kutawala, ameweza kukonka, ameweza kuangusha falme nyingi. Hivyo anawaambia watu wa Yuda, huyo Mungu mlionaye ni Mungu aina gani mpaka aweze kunishinda mimi? Watakuuliza, wewe una imani kiasi gani mpaka uweze kuchomoka kwenye hilo jaribu ulilonalo? Una imani kiasi gani mpaka uweze kuchomoka kwenye umaskini ulionao? Wenzako tulichukua maamuzi tukaenda kutoa kafara. Tumechukua maamuzi tumeenda kwa waganga. Wewe una nini mpaka ujiaminishe? Wakristo wangapi ambao wamekuwa wakiamini katika Mungu mpaka leo ni masikini? Usiwasikilize. Mungu tunayemwamini, aliyezifanya mbingu na nchi, aliyemtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili afe kwa ajili yetu, anajua wakati na majira sahihi ya kutufanikisha. Anajua njia sahihi ya kutufanikisha na kutuinua. Wala sio rahisi kutuchukua sisi ili tuende tukakae kwenye nyumba za waganga na kusubiria tufanyiwe matambiko ili tupate mali, na kusubiria tupewe madawa ili biashara zetu zikue, kusubiria kupewa madawa ili watoto wetu wafaulu mashuleni. Ila sisi tunaamini katika uweza na nguvu zake. Tukiamini katika neno lake anaenda kutuinua. Tukiamini katika neno lake anaenda kutuinua na kutuweka katika nafasi ya juu. Hatuhitaji sababu ya kupata tatizo alafu eti twende tukimbie mbali na yeye. Sikia maneno ya mtu wa Mungu anaenda kumwomba Mungu. Mungu, kweli hao watu wameangusha falme nyingi. Kweli Mungu, hii shule watu wengi wanafeli, lakini mimi sio wa kufeli. Mungu, ndugu zangu hakuna aliyeweza kufika kwenye mafanikio fulani, lakini hapana, Mungu mimi nitafika. Wafalme wa pili 19. Wafalme wa pili 19 mstari wa 17. Sikia maneno ya shujaa wa Mungu. Sikia maneno ambayo mtu wa Mungu anaenda kuyazungumza. Mstari wa 17 anasema, ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao. Hatukatai kwamba ni wengi tumewaona wakifanya kazi, mwisho wa siku hawasogei mbele, wanaenda kukiri kwa waganga. Hatukatai kwamba tunaona ambao wamechagua njia za giza wanafanikiwa. Hatukatai kwamba kweli tumewaona wakifurahia. Hatukatai tukiona kwamba wakifanikiwa kwa njia zao hizo ambazo walizichagua zisizokuwa sahihi mbele za Mungu. Lakini anasema hivi, basi sasa Bwana Mungu wetu utokwe na mkono wake na kusihi. Kabla hajasema hapo anasema hivi, na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu bali ni kazi ya mikono. Sikiliza, hao walioangushwa, hao waliokiri udhaifu, hao waliokimbilia kwa waganga, ni kwa sababu imani yao haikujengwa katika neno la Mungu, haikujengwa katika uthabiti wa Kristo. Ndio maana walivutwa kwa wepesi. Kuna mtu hajaelewa. Yule mtoto wa Mungu ambaye alichagua na kuketi mbele za Mungu, akasema sina Mungu mwingine, sina baba mwingine, sina wa kumtegemea, ni Mungu tu. Hata kama ni nyakati gani ngumu, hata kama ni nyakati gani za mateso, ila atasema na kutumainia na kukuinua jina lako wewe Yesu. Ni kama yule mtu ambaye alijenga nyumba yake katika mwamba, hata dhoruba ikija ikipiga haitaweza kutikisika. Tuogopeshwi na aina ya changamoto tunazopitia.
Hatuogopeshwi na ugumu ambao tunapitia, ila tunaamini katika Mungu kwamba anaweza kutuinua. Mtumainie Mungu, ukakiri jina lake na nguvu yake. Wakati wa magumu Mungu ataenda kukutazama na atakufanyia usaidizi. Malaika zake watakushika na kukuongoza, watakuinua hata usijikwae. Pindi ambapo unaona ugumu ndio wakati wa kudhihirisha imani yako. Pindi unapoona changamoto ndio wakati ambao unakudhihirisha nguvu ya imani mbele za Mungu iliyomo ndani yako. Sio wakati wa kulia na kunungunika, ila ni wakati wa kumwambia Mungu, katende, kadhihirishe ukuu wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, katukuze imani zetu Baba. Katuinue viwango vyetu Baba, tukakuone wewe. Wakati wa ugumu na changamoto, wakati wa kulia na kuhuzunika, wakati wa kuachwa ukiwa, wakati wa kuona tuko wenzetu, tuko peke yetu jangwani, ndio wakati tunatamani Baba kadhihirisha nguvu yako katika maisha yetu. Ndio wakati tunatamani Baba kadhihirisha uwezo wako katika mapito yetu. Wakati ambapo maadui watasimama na kusema ya kwamba hatuwezi, Baba tunatamani nguvu yako ikadhihirishwe juu yetu. Ninaomba nikiamini Baba nenda kutenda na kutuinua katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Amen.